alijua yatakuwa yako tangu tumboni mwa mama. Yale ambayo Mungu alikuandalia hapa duniani ukayaone katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Matendo ya Mitume. Naishi kumalizia hapa, nasikia kumalizia hapa. Matendo ya Mitume, toba ya kweli ndio inatupeleka kwenye ukombozi kamili ndani ya Kristo. Hakuna njaa, hakuna mauti. Biblia inasema akashinda kifo na kaburi. Kifo na kaburi. Akashinda kifo na kaburi. Biblia mahali pengine inasema kaburi likashindwa kumshika. Hakuna shimo walilokuchimbia ambalo linaweza likakamata nafsi yako. Hakuna shimo ambalo wamechimbia maisha yako. Hakuna shimo waliochimbia watoto wako wala ndoa yako ambalo linaweza likanasa hiyo ndoa, likanasa hiyo biashara, likanasa hiyo kazi yako. Hakuna. Hakuna. Neno linasema hata kaburi lilishindwa kumshika, na wewe kila mashimo yashinde kukushika kwa jina la Yesu. Kila mashimo yashinde kukushika. Wao wamechimba wachawi, wao wamechimba waganga, wao wamechimba washirikina, wao wamechimba mababu. Hilo kaburi lishinde kukushika. Hilo shimo lishinde kukushika. Hilo mauti ishinde kukukamata. Sema amina kama umeelewa. Pe Yesu makofi kama umeelewa. Haleluya. Kama Bwana wako Yesu kaburi lilishinda kumshika, kama Yesu mauti ilishinda kumzuia, na wewe hautazuilika. Ukienda kwake kwa toba ya kweli, hakuna kitakachozuia kile kilichoruhusiwa na Mungu kuja kwenye maisha. Hakuna. Hakuna. Nasema hakuna. Arabaka sataya na. Hebu soma. Kuna kitu ndani kuonyesha hapo. Matendo 3:19. 3:19. Tubuni basi. Mrejee. Ili dhambi zenu zifutwe. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Haleluya. Hakuna kuburudishwa ikiwa toba ya kweli haujaifanya. Nyakati za raha haziwezi kuja kwenye maisha yako ikiwa dhambi yako haijafutwa kwa wewe kutubu. Hakuna. Hakuna. Nasema hakuna. Ndio maana anatushauri tena kwa upole, tubuni basi. Tubuni basi. Tubuni basi. Ili dhambi zenu zipate kufutwa. Ili nyakati za kuburudishwa ziweze kuja. Hakuna nyakati za kuburudishwa kwa mtu mwenye dhambi. Hakuna. Hakuna. Hakuna wana wa Mungu, hakuna. Nasema hapa na mitume, nasema hapa na manabii, nasema hapa na wachungaji, nasema hapa na walimu, nasema na kila mtu popote duniani anaponisikia, kama haujaitubia dhambi kwa moyo wa kuugua mbele za Mungu, hautaishi maisha ya kuburudishwa. Utaishi kila siku maisha ya kukimbizana. Mimi najiulizaga swali kila siku. Kila siku, ikiwa laana ya Adamu ilifutwa, mnaikumbuka laana ya Adamu? Mnaikumbuka laana ya Adamu? Aliyolaaniwa ni laana ipi? Kula kwa nini? Kula kwa jasho. Kula kwa jasho ndio laana. Laana ya mke wake kuzaa kwa uchungu, si ndio? Alafu wahubiri tunasimama tunasema kwamba hivi laana ya Adamu imefutwa. Ni kweli, sawa sawa na maandiko. Anasema dhambi iliingia kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu, na nani uzima ulikuja kwa nani? Kwa mkono wa nani? Wa Yesu, si ndio? Si ndio? Kwa nini mnazaa kwa uchungu? Manake laana bado inaishi. Tukisema tuhoji Biblia au tuhoji kama neno linavyotaka kusema, maana yake huyu mwanadamu aliyemwamini Yesu Kristo amekamilika ndani yake. Maana anasema, tazama ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Hayo
Mbona bado unaishi ya kale? Kama uko ndani ya Kristo, kama toba ya kweli iko ndani yako, hayo mapya yako wapi? Hayo mapya yako wapi? Mbona unaishi ya kale? Mbona tunaishi laana za kale? Hapa niambie, mwanamke gani hapa hajajifungua kwa uchungu? Uchungu haujaanza kwanza. Wengine hadi umefika mahali mtoto anatokea mlango wa uchochoroni. Mbona hajatokea pale alipoingilia? Mbona anatokea dirishani? Toba ya kweli inatufanya tuweze kuingia kwenye ukombozi halisi. Unaniambia sasa, mchungaji, ina maana ni toba ya kweli ikifanyika ndani yangu, ina maana sitazaa kwa uchungu? Ngoja nikwambie, hakuna lisilowezekana bwana. Yeye ndo amefanya. Toba ya kweli lazima ilete nyakati za kuburudishwa. Toba ya kweli lazima ilete nyakati za kuburudishwa. Hautakula kwa jasho. Hautakula kwa jasho, utakula kwa maelekezo ya Bwana. Atakwambia nenda sehemu fulani. Ukienda sehemu fulani, anamwambia hebu nifanyie kazi hapa. Haujapambana wewe. Oya, eti kile vipi kile kitenda inakuwaje? Hautakaa upige simu, hautakaa ulie na kuhangaika, maana yake maisha yako ni Kristo na wewe ni Kristo. Kristo ni ndani yako na wewe ni ndani ya Kristo. Maana yake anaishi chini ya jua ni Kristo. Oh, haleluya. Hatujafika viwango vya huzuni ya kweli tupeleke mbele ya msalaba. Hatujafika. Wengi tunapiga bla bla. Hakuna cha baba mchungaji, hakuna cha mshirika, hakuna cha nabii, hakuna sijui cha mtume, hakuna sijui cha mwinjilisti, hakuna sijui cha nani. Ni kweli ni muombaji, una kipawa na karama ya maombi, lakini hujafika kwenye nyakati za kuburudishwa. Hatujafika mahali tukatoa mili yetu kama dhabihu mbele za Kristo. Hatujafika hiyo hiyo. Chuchumilia ufike hiyo hatua. Chuchumilia ufike hiyo hatua. Acha kujidanganya na kamsisimko ka roho kaliko ndani yako. Hapo ni kamsisimko. Huo ni ubaridi ulio karibu na Bwana. Sio kama unanielewa? Naongea magumu kidogo leo. Huo ni ubaridi ulio karibu na Bwana. Ndio unatuona leo nasimama naonyesha. Yaani tukifika mahali tukachuchumilia kweli, tukapiga magoti, tukalia na tukabadilika mifumo ya maisha yetu hapa duniani, nyakati za kuburudishwa zinakuja. Ukombozi kamili kwenye maisha yetu unatokea. Lazima laana, ile laana ya Adamu isiwe kwenye maisha yetu. Ni kweli Kristo Yesu alikuja kuiondoa laana na aliiondoa kweli. Ila sisi tuliyempokea Kristo Yesu bado hatujaitubia dhambi. Hatujataka kuiacha dhambi. Tumegoma kuiacha dhambi. Tunaabudu tu kama mang'ombe. Tunaabudu tu kama historia kwamba moyo wa mwanadamu umeumbiwa kuabudu, lakini hatuabudu katika Kristo. Hatuabudu katika kweli. Ndio maana nafsi zetu haziwezi kuona furaha ya wokovu. Nazungumza nafsi iliyofungwa. Na tumefungwa kweli kweli kiakili. Tunajiona tuna Yesu, hadi tunatambiana mitandaoni, hadi tunatambiana uraiani, hadi tunatambiana kwenye makundi na magrupu, hadi tunakosoana dini, dhehebu na dhehebu, tukiamini kwamba sisi tuko sahihi. Nataka nikwambia, tubu. Nani leo mhubiri? Kipindi hicho akina marehemu Moses Kulola, mababa wa kiroho wa Tanzania walikuwa ni wachache sana. Tanzania iligeuzwa. Tanzania ilitikiswa. Ulimwengu ulijua wako watu. Leo wahubiri wako 10,000. Lakini hata panya tu hashtuki kama kuna injili. Panya. Kwa nini? Kwa sababu walioingia wana viburi vya uzima. Walipoona dhambi zao, walipoambiwa tubu,
wakaacha kutubu, wakainua mabega, wakawa na kiburi, wakasema tunaweza kuhubiri, wakapanda wakajenga madhabahu, wakasema sisi wahubiri. Wanaenda kuhubiri na dhambi, wanakuja kuabudu mahali penye dhambi. Mungu yuko hapa. Hawezi kutokea Mungu hapa. Hawezi kutokea Mungu. Hawezi kutokea Mungu mahali pa mtu aliyeanza hiyo kazi kwa kiburi. Hawezi kutokea Mungu mahali hapo. Watu wa mahali hapo hawawezi kuwa salama nafsi zao. Ndio maana leo unaona watu wanakimbilia, wakisikia haya ni mafuta ya kuponywa, wanakimbilia kule kwenda kununua mafuta ya kuponywa, kwa sababu wahubiri waliopo ambao pia wanawakemea na hao wao wenyewe hawawezi kusababisha muujiza wa uponyaji kwa wao. Kwa nini wasitoke? Ikiwa ni shetani liko kule linasema na mafuta ya kuponya, kwa nini wasitoke? Ikiwa wewe mhubiri unayekosoa watu, huwezi hata kuweka mikono kwa mtu akapona. Leo Petro alikuwa anaita washirika waombewa. Leo mchungaji anasimama anasema haya, hebu wekeni mikono juu ya wagonjwa. Mshirika ndo aliyeitwa. Mshirika ndo aliyeitwa. Na mshirika unaenda sasa katika jina la Yesu. Wazee wa kanisa wekeni mikono. Si ndio wanaofanya? Soma Biblia. Akina Stefano walikuwepo. Walipeleka ripoti wakina Petro. Wakina nani walikwenda huko? Walisemama wao, wakaweka mikono, wakasema na watu wao. Leo mshirika atashinda kutoka. Wewe mchungaji umezeeka, umeshakuota kitambi kiko kama huku. Unanguruma tu. Unahubiria uzoefu, wala hofu ya Mungu haiko ndani yako. Hicho kitu hakipo. Nazungumza toba ya kweli inavoleta wokovu, ukombozi kamili kwa mtu. Haleluya. Tubuni basi ili msamehewe dhambi zenu, ili nyakati za kuburudishwa ziweze kuja. Haleluya. Amen. Mwana wa Mungu, kama unataka kurithi uzima wa milele, toba iwe ndani yako. Toba itakuletea muujiza. Toba itakuletea baraka. Toba itakupatanisha na Mungu. Toba itakupa uhalali mbele za ufalme wa Mungu. Hakuna kingine. Hakuna kingine. Toa sadaka uwezavyo.